To, hili neno to linatumika pale ambapo unataka kueleza kwamba mtu au kitu kinaelekea sehemu fulani. To inaonyesha mwelekeo kwa Kiingereza. Kwa mfano, ninaenda shule, I am going to school. Ninaenda kazini, I am going to work. I am going to work. Nilitembea kwenda gym mazoezini. Kwa Kiingereza utasema I walked to the gym. I walked to the gym. Nilihamia Mwanza. Kwa Kiingereza I moved to Mwanza. I moved to Mwanza. To inatumika kuonyesha mwelekeo kwa Kiingereza. To pia inatumika pale ambapo unataka kuonyesha nani anapokea kitu kwa Kiingereza. Ukitaka kusema kwamba mtu anapokea kitu, lazima utumie hili neno to. Kwa mfano, I gave the phone to her. Nilimpa simu yeye. I gave the phone to her. Mfano mwingine, nilimpa Jackson ufunguo. Kwa Kiingereza nitasema I gave the keys to Jackson. I gave the keys to Jackson. Hapa to inatumika mbele ya Jackson, manake Jackson ndo amepokea ufunguo. I gave the keys to Jackson. Inaonyesha mpokeaji. Mfano mwingine kwa kutumia to kuonyesha mtu ambaye anapokea kitu fulani kwa Kiingereza ni pale ambapo unataka kusema alinitumia mimi ujumbe. Alinitumia mimi ujumbe, labda kwenye simu. Kwa Kiingereza utasema she sent the message to me. Alinitumia mimi ujumbe. She sent the message to me. Unatumia she kama ni mwanamke. Kama ni mwanaume ambaye amekutumia ujumbe utasema he sent the message to me. He sent the message to me. Hili neno to pia linatumika kwa Kiingereza kuonyesha muda wa kuanzia hadi muda wa kumaliza kitu fulani. Muda wa kuanza mpaka muda wa mwisho. Kwa mfano, kama unataka kusema saa 3 mpaka saa 5, saa 3 mpaka saa 5 kwa Kiingereza utasema 9 to 11. 9 to 11. Muda wa kwanza mpaka muda wa mwisho. Mfano mwingine ni pale ambapo unataka kusema Jumatatu hadi Ijumaa. Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa Kiingereza utasema Monday to Friday. Monday to Friday. Kwa hivyo tumia to ukitaka kutaja muda wa kuanzia mpaka muda wa mwisho. To. To pia inatumika pale ambapo unataka kulinganisha kitu kimoja na kitu kingine. Kwa mfano, ukitaka kusema ninapendelea kitu fulani kuliko kitu fulani, lazima utumie hili neno to. Kwa mfano, ukitaka kusema napendelea chai kuliko kahawa, kwa Kiingereza utasema I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. Mfano mwingine, napendelea maji kuliko soda. Kwa Kiingereza utasema I prefer water to soda. I prefer water to soda. Njia nyingine muhimu sana ya kutumia hili neno to ni kwenye muundo wa kitenzi kwa Kiingereza. Kumbuka kitenzi mara nyingi ni kitendo kwa Kiingereza. Kwa hivyo pale ambapo unataka kuongelea vitendo, pia unaweza kutumia hili neno to. Kwa mfano, ukitaka kusema ninataka kujifunza, unaweza kusema I want to learn. Learn, kujifunza ndo kitendo. Kwa hivyo pale ambapo unaongelea kitendo kama learn, kujifunza, unaweza kutumia to. I want to learn. Ninataka kujifunza. I like to swim.
ninapenda kuogelea. I need to eat, ninahitaji kula. I need to eat, ninahitaji kula. I love to sing, ninapenda kuimba. I love to watch movies, ninapenda sana kuangalia filamu. Kwa hivyo to inatumika pale kwenye muundo wa kitenzi au kitendo kwa Kiingereza.